Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjidi Suleiman kulikuwa na hutuba nzito. Alafu sema ni wewe afkaso wewe. Kuna tatizo litokea. La kiufundi. Yaani Ramadhani imekufanyia nini? Hilo ni swali ambalo mimi nimeondoka nalo leo kwenye Ijumaa ya leo katika hutuba ambayo imetolewa pale Masjidi Suleiman. Kwa hiyo pahala popote utakapopita basi unazungumza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tayari mwezi umegawanyika. Tuko 16 17 15 imeisha. 10 la pili linaelekea mwishoni, 10 la maghfira umeshasamehewa. Karibu sana msikilizaji, na tuko hapa na Sheikh Sharifu wa Madina tukiangaza kuelekea kwenye 10 la tatu na kwa uchache tukilizungumza 10 hili la pili. Karibu sana. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama ambavyo Allah tabaraka taala amedhihirisha katika Qur'ani pale aliposema ayyama ma'dudat, masiku machache mno. Kweli kabisa, masiku ni machache mno. Yani kwa wale wenzetu ambao wanaenda na mipango na ratiba za kila siku, wanaona siku ni chache. Amesema kitu pale Sheikh Muharram kwamba yeye leo juzuu ya 16 kwenye kuhitimisha kwa pili. Juzuu ya 16 kwenye kuhitimisha kwa pili, maana yake muda ni mdogo sana, muda ututoshi. Ukitizama kama ya 16 na leo ni siku ya 16, maana yake muda umembana, yani amechelewa kwenda nayo. Alitakiwa leo angalau kuwa amesogea ya 18 hivi ili ahitimishe pamoja kule. Hiyo kwa yeye. Wengine sisi tupo nyuma yake, maana yake ametuzidi, kwa sababu wale ambao washindani wa Sheikh Muharram wote ametuacha, yeye ametutangulia. Baada ya kuhitimisha moja ile, hii nyingine ndo tunaanza. Na maanisha nini? Masiku ni machache sana. Ayyama ma'dudat, siku ni machache sana ya Ramadhani. Na hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakusema tu kwa ajili ya kutumotivate kuingia kwenye Ramadhani, lakini ndo kweli yake. Huwa tunasema kwamba Mwenyezi Mungu angesema mnatakiwa kufunga mwezi mzima. Hii mwezi mzima kwa Waislamu ingekuwa ni kauli yenye kauzito, na mtu angechukua mwezi mzima ingeonekana ni jambo zito na lingechukuliwa ukubwa. Lakini kweli yake aliposema masiku machache, kawaida tunaona ni masiku machache kweli, na tulivyoingia tumegundua kweli ni machache mno, tofauti na ambavyo watu huwa wanafikiria mwezi wa Ramadhani, mwezi mzima ule wanauona ni mkubwa. Tulipoanza kama alivyosema leo Khatibu Sheikh Muharram katika hotuba, tangia tulipokuwa tumeanza mpaka tulipofika, tukiulizana hivi, kuna mtu anaona kama ni siku 2-3, lakini ndo tayari tumemaliza nusu nzima ya Ramadhani, tumeingia katika nusu ya pili. Ama tukiwa katika masiku haya, lililopo mbele yetu lipo jambo adhima, lipo jambo kubwa sana ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya katika 10 la mwisho. Aiyo, kuna kitu kinaitwa itikafu. Nini itikafu? Allahu akbar. Itikafu ni ibada maalum ya mja kufungamana na nyumba miongoni mwa nyumba za Allah, yani misikiti. Mja aende akatulizane na msikiti, akanuie kuwa nanuia kukaa itikafu, akae msikitini tu, asitoke isipokuwa kwa dharura maalum. Hii ndio ya kisheria, sawa yake. Kwa hiyo itikafu inaweza kawa hata nje ya mwezi wa Ramadhani. Kwamba nimenuia kukaa msikitini kwa masaa 3. Ina maana nimenuia itikafu yangu masaa 3 haya nitakaa msikitini nikifanya mambo yanayohusiana na Mwenyezi Mungu. Na itikafu sharti yake, moja katika masharti ni kuwa anayekaa itikafu lazima atulizane humo na achane kabisa na mambo ya dunia. Kwa maana wakati ambapo nimeingia katika itikafu, sitaki kudili na simu yangu, sitaki kudili na vitu vingine ambavyo vinahusiana na kidunia nje. Lazima nifungamane na msikiti, kwa maana nifanye mambo ambayo yanamridhisha Mwenyezi Mungu ndani ya msikiti. Hii ndio inaitwa itikafu kwa ufupi. Ama itikafu yenyewe haikaliwi isipokuwa lazima pawe msikitini. Yani kuna swali huwa linakuja, naona liklash kabisa, na ruhusiwa kukaa itikafu nyumbani kwangu? Hakuna itikafu ya nyumbani kwako. Kuna baadhi ya watu waliwahi kuleta hilo baada ya kuwa wanachuki na mambo ya sharia, kwamba basi mwanamke akalie itikafu nyumbani kwake. Hakuna itikafu ya nyumbani. Mwanamke pia anakaa itikafu msikitini, ila kwa sharti lazima wali wake ndo atoe idhini na awe na mtu ambaye ni msimamizi wake huko msikitini atakakokuwa. Kwa nini?
ushahidi ndani ya Qur'ani. Allah tabaraka wa taala alipokuwa anazungumza hizi aya hizi za saumu, kuna pahala akasema wala msiwaguse na hali ya kuwa wao wamekaa itikafu katika misikiti. Maana yake itikafu kwa mujibu wa aya hii, itikafu inakaliwa misikitini. Kwa hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Bi Aisha anazungumza kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikaa itikafu msikitini 10 la mwisho. Tena hii alihamia yeye na watu wake. Yani yeye na familia yake yote walihamia msikitini, na anasema alijifunga kibwebwe. Sio kauli itaeleweka. Kufunga kibwebwe tunaelewana. Ni sio nisemeje, kuwekea usirias na mikazo mingi, lugha nyepesi. Alikamia hasa kwamba nafanya itikafu kwa ajili ya Allah. Alikuwa katika masiku haya 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika zile siku 10 za mwisho, yani 10 la mwisho lile, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakutoka msikitini, alikaa itikafu. Na hii itikafu yake sio kama tulionayo sisi leo. Kuna itikafu mtu anaingia tu kulala usiku, anaingia kulala usiku, tena muda huo analala bado anawasha data, umeshaharibu itikafu. Yeye alikuwa anaingia, akiingia hatoki, yani mchana wake na usiku wake yumo humo, hatoki mpaka mwezi utakapoandama. Sasa kwenye swala hili la itikaf tunafahamu kwamba 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan ni 10 la kuwekwa huru na moto. Aiyo. Itikafu inaingiaje? Itikafu, sababu kwanza ulama wanasema hikma ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuifanya itikafu katika 10 la mwisho ni zile aya kwenye Qur'ani, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, hakika tumeitelemsha katika usiku wenye baraka nyingi. Na katika aya nyingine, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika tumeitelemsha Qur'ani katika usiku wa cheo. Aya hizi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawasisitiza masahaba wa utafute usiku huu wa cheo au usiku wenye baraka nyingi, usiku uliobarikiwa katika 10 la mwisho la mwezi wa mtukufu wa Ramadhani. Katika 10 la mwisho hili, na baadhi ya hadithi zikaja zinasema katika masiku ya witri, katika masiku ya witri. Kwa yeye kwenye hizo siku za witri na siku ambazo sio za witri alizijumuisha kufanya itikafu, akitafuta yanayopatikana ndani ya usiku wa cheo. Na usiku huo ni yani asili ya mwezi wa Ramadhani. Tulikusema hapa asili ya mwezi wa Ramadhani kweli yake ni kupata msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Ndo asili. Na ndo sababu kwenye hadithi ya Mtume sallama ile tulikuisema hapa, ambayo alipanda Mtume sallama katika mimbari akawa atikia amin amin amin, aliposema kuhusiana na huyu wa Ramadhani akasema apate hasara angukie pua yule ambaye imempitia Ramadhani halafu ikaondoka na yeye hajasamehewa. Kwa asili ya Ramadhani ni tunatafuta msamaha. Kwa hiyo 10 la mwisho lenyewe ni la kuachwa huru na moto wa Jahannam, ambalo Allah tabaraka wa taala ameteremshia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa anafanya itikafu kujibidiisha, kujikibize, kutufundisha umma, kwa sababu yeye kweli yake yeye alishasamehewa. Yani alikuwa hafanyi vile kama ambavyo tunafanya mimi na wewe. Tunaingia kuomba msamaha tukiwa tunajuta, najua na tubu, nikiwa nayotubu na yajua nilimkosea Mwenyezi Mungu hili na hili na hili. Yeye hakuwa amemkosea Mwenyezi Mungu, alikuwa anatufundisha umma kwamba tunatakiwa tuweje katika utaratibu wa kutubu. Kwa hivyo 10 la mwisho asili yake itikafu ni kutafuta usiku wa cheo na kutaka unapoachwa huru na moto uachwe huru ukiwa ndani ya itikafu, ndani ya jambo adhima, ndani ya ibada adhima ya itikafu. Sasa kwenye itikafu ni kina nani hasa ambao wanapaswa kuitekeleza itikafu? Ama itikafu haina watu maalum. Tumesema hapo katika hadithi ya Aisha, yeye itikafu alifanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alihamia msikitini yeye na familia yake yote. Kama alihamia yeye na familia yake yote, maana yake yeye kama baba, lakini pia wake zake kama wakina mama, lakini pia watoto wake kama watoto. Kwa hiyo itikafu haiwahusu wa baba peke yao, wala haiwahusu wa mama peke yao, wala haiwahusu watoto peke yao. Kila ambaye Muislamu mwenye akili timamu anatakiwa kukaa itikafu. Kwa nini nimekuuliza kina nani hasa? Kuna swala la wanawake. Ndio. Ambao pia wanazungumzwa sana kuhusiana na swala hili la itikafu. Na kuna ambao wanaamini kwamba wanawake wanaweza kufanya itikafu nyumbani. Sio kweli. Hakuna itikafu ya nyumbani. Itikafu ni lazima iwe msikitini.
Itikafu ni ibada maalum ambayo inahusisha msikiti. Haiwezi kuwa itikafu ikafanyika nyumbani wala popote ambapo sio msikitini. Popote pale haiwezekani kufanyika itikafu, lazima iwe msikitini. Sawa, tuje sasa kwenye mazingira sasa. Tunawezaje kuifanya itikafu? Naam, kwa mazingira tulionayo, kutokana na hukumu ya kuwa itikafu inaruhusu, sio lazima iwe siku nzima. Mtu anaweza kuingia akafanya itikafu kwa masaa 3, au mtu anaweza kuingia akafanya itikafu kwa usiku mmoja, au anaweza kuingia akafanya itikafu kwa siku moja nzima au siku 10 zote, itategemeana namna ulivyonuia. Kwa hivyo kwa mazingira sasa, itikafu wengi katika waumini wanafanya itikafu katika usiku wa 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Kila usiku mtu ananuia itikafu, panapokucha amevunja itikafu yake, anaendelea na shughuli zingine, kutokana na dunia yetu ambavyo ipo na mazingira na shughuli mbalimbali tulizonazo zimetupeleka huko. Lakini kwa mtu ambaye anaweza, yeye afanye itikafu mchana mchana na usiku, siku zote hizi 10 ambazo tunasema zile siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani, ilikuwa inatakiwa tufanye itikafu kama alivyofanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu. Kutokana na mazingira basi hakuna ubaya kama utafanya itikafu usiku, kutakapokucha asubuhi ukaachana itikafu. Lakini angalizo kwenye jambo hilo, itikafu, nimesema kitu hapo kwamba kuna watu wanaingia msikitini alafu wanawasha data. Siku hizi dunia imekuwa imetubeba sana, tutaingia msikitini alafu tupo kwenye itikafu, lakini bado tuna mambo mengine ya nje ambayo yametushughulisha bado ndani ya msikiti. Utamkuta mtu ameingia amenuia itikafu alafu ana mambo mengine ambayo anaendesha nje ya msikiti. Unakuwa umeiharibu itikafu yako. Mambo ambayo yanatakiwa yaingie ni mambo yale ya dharura za kisheria. Kunayo mambo ambayo ya dharura za kisheria ambayo yanaruhusu mtu kutoka na akawa itikafu yake ipo salama. Kuna masharti ya itikafu. Yapo masharti ya itikafu. Mmoja wapo ndio ile ambayo tumelisema kwamba anaingia aingie akiwa ameachana na shughuli za dunia. Aachane kabisa na mambo mengine ya nje. Jambo jingine, kwa mwanamke anaingia itikafu msikitini, basi lazima apate ridhaa kutoka kwa wali wake. Hivi wali ni nani? Mume. Kama anaingia kwa wali. Kama anaye mume, basi mume ndo mwenyewe mwenye jambo lake. Lakini kama mtu hajaolewa, nimesema hivyo, nashukuru kwa kunikumbusha. Kama mtu bado hajaolewa, maana yake anaye wali. Wali wale watu ambao wana haki ya kumuozesha. Tutaenda kwenye somo la ndoa kule, na tuseme tuna kipolo chetu cha ndoa, tutakuja kukizungumza. Kwenye somo la ndoa kule tutakuja kuwaona kina nani mawali. Kwa kama hajaolewa, basi wali wake yule ambaye ni haramu yeye kumuoa na ndo mwenye mamlaka ya kumuozesha binti huyu, yeye ndo atoe ridhaa ya binti kukaa itikafu. Kama ameolewa, kama tulivyosema, mume ndo mwenye jukumu lake atoe idhini ya mwanamke kuingia humo. Lakini pia mtu ambaye amekaa itikafu, aliyenuia itikafu, ni haramu yeye kama kwenye aya ambayo tumetoka kuisema, haramu kutenda jimai. Yani tendo la jimai kwa mtu aliyekusudia, aliyenuia itikafu, akiwa itikafu ni haramu ni kufanya jimai. Manake kuna mtu hapo anaweza sasa, nimenuia itikafu alafu nikaona sasa kuna kitu nimesahau nyumbani, nikakifuata nyumbani, alafu jambo hili vipi? Hairuhusiwi, kwa maana wewe umo katika itikafu na wala msiwaguse, na hali ya kuwa wao wamo katika itikafu misikitini. Hakadha. Masharti ni hayo. Lipi sasa la kuzungumza kuhusiana na ibada hii ya itikafu? Ni sunna kwanza, ni faradhi, ama imekaa namna gani hii? Itikafu ni sunna. Itikafu ni sunna iliyokokotezwa. Yani lau watu wangalikuwa wanajua fadhila za itikafu, basi kuna watu wangalikaa itikafu kuanzia mwanzoni kule tunaanza, basi angekuwa ananuia itikafu walau kwa masaa 5 kwa siku, akae msikitini. Na hii ndio iliyokuwa bora. Kuna watu wanaitwa hamamul masjid, njiwa wa misikitini. Yeye muda mwingi yupo msikitini, atoki msikitini isipokuwa na jambo maalumu ambalo linakuwa limemsababisha atoke msikitini. Lakini katika 10 la mwisho ndo keep busy. Sasa ni sunna itikafu, lakini kikweli yake katika zama tulizonazo, watu tumeichukua itikafu ni kama kwa roho nzuri ya mtu tu, kama ambavyo walielewa vibaya neno sunna, kwamba sunna ni kitu ambacho nikiamua tu nakifanya nitapata thawabu, kama nisipokifanya sipati dhambi. Basi mtu hajibidiishi, hajisogezi kwenye mambo ya sunna.
Itikafu ni sunna ambayo watu walitakiwa kuihangaikia, wahakikishe kwamba wameingia humo. La kuongezea, mtu ambaye yumo katika itikafu na katika masiku ambayo anautafuta usiku wa Lailatul Qadr, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyokuulizwa na Bi Aisha radhiallahu anha, alimuuliza Rasulullah, ya Rasulullah, ikitokea mimi nimeudiriki usiku wa cheo, usiku wa Lailatul Qadr, niseme nini? Hadithi mashuhuri, hadithi maarufu sana. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ukiudiriki usiku wa Lailatul Qadri usiseme kingine isipokuwa sema maneno yafuatayo: Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ukitizama maneno haya unagundua tunaenda sawa na yale maneno niliyosema mwanzo. Sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni watu kusamehewa. Tumeambiwa utakachokiomba katika usiku wa Lailatul Qadr hakirudi. Lazima kiwe. Sasa Mtume alipoulizwa niombe nini, hakusema omba nyumba nzuri, wala hakusema omba kipando kizuri, wala hakusema omba afya. Vyote aliviacha pembeni. Vyote hivi vipo tu baada ya mtu kuwa amesamehewa. Kwa sema Allahumma innaka afuun, ewe Mola wangu hakika wewe ni msamehevu. Tuhibbul afwa, unapenda kusamehe au unawapenda wenye kuomba msamaha. Fa'fu anni ya karim, basi nakuomba nisamehe mimi ewe mkarim. Maneno haya yamenukuliwa katika hadithi ya Bi Aisha, yakisisitiza umuhimu wa kuomba dua katika masiku hayo ambayo tunaenda kukalia itikafu. Kwa nini masiku yote? Kwa sababu hapana uhakika wa kuwa ni siku gani ambayo ni ya Lailatul Qadr. Kwa kila siku ukiwa katika itikafu, kithirisha, zidisha kumuomba Allah tabaraka wa taala kusamehe. Hakadha. Sawa, hiyo ni swala zima la itikafu na namna ambavyo inafanyika, na ni sunna ambayo imekokotezwa hapa. Ametoka kuzungumza Sheikh Sharifu wa Madina, na usiku wa cheo ndo ambao unatizamwa sana Sheikh Sharifu kwenye itikafu. Ndio. Inapatikanaje Lailatul Qadr? Lailatul Qadr. Nilikuwa nawaza kama hautoliuliza swali hilo. Ama kuhusu Lailatul Qadr, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zipo hadithi nyingi. Ukienda kusoma kwa mfano Riyadhus Salihin utakuta kuna hadithi kabisa zimepangwa zinazohusiana na Lailatul Qadr. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisisitiza, tafuteni usiku wa Lailatul Qadr katika 10 la mwisho katika masiku ya witiri. Pakaenda pakawa pana maneno, akasema hakika mimi nilioneshwa kuwa usiku wa Lailatul Qadr umo katika masiku ya witiri. Ulama wakaja wakatafuta mle, wengi imedondokea kuwa usiku wa Lailatul Qadr ni usiku wa 27 wa mwezi wa Ramadhani, usiku wa 27. Ukiwafuatilia wenzetu ambao wapo Saudia, kunao mwaka Sudaisi aliwahi kuomba, akamwambia tunakuomba katika usiku huu ambao tuna matarajio makubwa kuwa ndo wenyewe wa Lailatul Qadr. Idris Abkhari naye shawi kusema hivyo kwamba tunakuomba wewe Mwenyezi Mungu katika usiku huu ambao tuna matarajio makubwa kwamba ndio usiku wa Lailatul Qadr. Kwa hiyo usiku huu ambao walisema waliomba dua hizi, ilikuwa ni usiku ambao ni usiku wa 27 wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hivyo asilimia nyingi zipo usiku wa 27, japo na wao hawaja kubaliana kwamba kwa kuwa dalili nyingi ni usiku wa 27, basi watu ndo waache kutafuta katika masiku mengine, wasubirie tu ile usiku wa 27. Na kuna watu wapo hivyo leo. Baada ya kuwa wameyajua haya, walianza kuwa siku zingine zote hizi yupo tu taratibu, lakini usiku wa 27 utamkuta baada ya tarawih amekaa ametulia, ndo anafanya ibada sana mpaka kuna kucha, akiwa anatarajia kuwa ameupata usiku wa 27, usiku ambao ndo wa Lailatul Qadr. Sio kweli. Tafuta katika 10 lote la mwisho, hasa katika masiku ya witiri. Mtume amesema katika 10 la mwisho, hasa katika masiku ya witiri. Kwa hivyo usiku wa Lailatul Qadr umo katika hizo siku, haujabainishwa na tunaonelea kwamba Mtume sallama huenda hakubainisha kwa sababu ya kuwa lau angalibainisha tungeacha wengine wote kuhangaika huku, tusingeamka katika masiku mengine yote isipokuwa siku hiyo tu ndo ambayo tungefanya kama ambavyo baadhi ya watu wanafanya. Haipo kama nisfu Shaaban. Haipo kama nisfu Shaaban na. Sasa tumalize Sheikh Sharif kwa haya ambayo umeyazungumza. Mtu anausubiri usiku wa cheo kwa kukaa itikafu na mambo mengineyo. Nini hasa ambacho anapaswa kukizingatia na kujikita nacho? Kwanza kabisa
Qur'ani imeutaja mwezi huu ndo mwezi pekee yake ambao umetajwa kwa jina. Sawa. Shahr Ramadhan, sifa yake akasema alladhi unzila fihi alquran, ni mwezi ambao imeteremka humo Qur'ani. Riwaya zikasema iliteremka kutoka Lauhi Mahfudh mpaka katika mbingu ambako ilitakiwa ianze kushuka kidogo kidogo. Wallahu ya'lam. Ibn Kathir akasema iliteremka kutoka katika Lauhi Mahfudh mpaka hapo, akakubaliana hao. Baadhi yao wakasema iliteremka, ilianza kushuka kwa mara ya kwanza kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika usiku huo. Vyovyote ambavyo itakuwa, shahr Ramadhan huwa shahrul Qur'ani, ni mwezi wa Qur'ani. Kwa hivyo moja katika mambo ambayo watu wanatakiwa wayafanye, na wengi wanajisahaulisha kutokana na kuwa wamefahamishwa kuwa ukiomba dua katika usiku huo inakubaliwa. Kwa yeye kama ataamka saa 7, basi saa 7 mpaka saa 9 anakuwa ana risala yake ambayo ameiandika, ambayo anamsomea mheshimiwa Mwenyezi Mungu. Anaanza kuisoma kuanzia saa 7 mpaka inafika saa 9 saa 10, anayo hayo ambayo anamsomea Mwenyezi Mungu, ambayo anamuomba tu, hajaisoma Qur'ani, hajamuomba msamaha Mwenyezi Mungu, hajamswalia mtume, kwa sababu kwenye utaratibu wa haya mambo kunavyo vitu ambavyo ni vya kufanya. Tulisema Qur'ani inaambatana na adhkari, yenyewe ni dhikri kubwa, lakini inaambatana na adhkari, inaambatana na kufanya istighfari, inaambatana na kumswalia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika usiku. Kwa hiyo atakayejaliwa kuwemo humo afanye hayo, asisahau kuomba msamaha kwenye ile hadithi ya Bi Aisha kwamba Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atakayefanya ibada katika usiku wa cheo, basi atakuwa amefanya kama amefanya miezi alfu, miaka 83 na miezi kama 4 hivi. Umri ambao hatutarajii kama tutakuja kuishi huo. Allahumma ballighna Lailatul Qadr. Amina ya rabbal alamin. Sawa, sisi tunamaliza hivyo katika Nuru ya Qur'an ya Ramadhani 16-17 Machi 6 mwaka 2026, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu ni Ijumaa nyingine. Lakini mpaka kufikia hapo hatuna la ziada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafuata hapa ni hesabu za kutwa.